Haleluya, watu wa Mungu. Haya, karibu tena katika mwendelezo wetu wa somo la ndoto. Somo la ndoto ambalo tulianza nalo awamu iliyopita. Leo ni awamu yetu ya tatu, au ni kipindi cha tatu, au mfululizo wa siku ya tatu katika kujifunza somo hili ya habari ya ndoto ambalo Mungu ameweka ndani yangu kwa ajili ya watu wake. Amina. Basi kabla ya kuendelea mbele, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwanao na Bwana wetu, tunakushukuru Mfalme Mungu mtakatifu kwa ajili ya saa na majira haya. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao umekusanya mahali hapa ili kusikia neno lako ambalo wale waliokusudia Bwana watakapolitendea kazi waweze kupiga hatua mbele katika maisha yao ya kila siku. Nami najitiisha chini ya mkono wako wa kuume uliohodari, nikisii maongozi ya Roho wako Mtakatifu. Nitumie Bwana kama chombo chako, wewe ukapate kutukuzwa. Yaliyo yangu Bwana yasipate nafasi katika mioyo ya watu wako. Nami nasimama tu kama mtumwa asiyekuwa na faida, nikichukua nafasi ya neno lako kama usemavyo kwa habari ya mpanzi. Napanda neno hili ndani ya watu wako Bwana, wewe ukalichipushe na kulitawisha ili wale waliokusudia waweze kuzaa matunda. Naenda kinyume na hila zote za mwovu Shetani, roho ya mpinga Kristo naifisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba utulivu na amani yako Bwana ikatawale. Sifa, heshima na utukufu viwe na wewe Mungu. Roho wako Mtakatifu atufunulie fahamu zetu tupate kuelewa na maandiko. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina. Amina. Basi nakaribisha tena katika mwendelezo wa somo hili la ndoto. Kwa wale waliokuwepo siku ya kwanza, niliwaambia wazi ya kwamba mimi naongelea ndoto ambazo watu tunaota usiku au mchana, lakini tunapokuwa usingizini. Tuongelee ndoto kwa maana ya maono ambayo watu wanapanga kwamba baada ya miaka miwili nitafanya hiki, au baada ya miezi 6 nitafanya hiki, au nikimaliza shule awamu fulani nitafanya kitu fulani. Mimi siko upande huo. Naongelea ndoto kama ndoto ambazo watu tunaota. Sawa na kitabu kile cha Ayubu ambacho tunasimamia, kinasema Bwana hunena. Naam, usiku watu wanapokuwa ndoto, wanapokuwa katika usingizi vitandani mwao. Watu wanaota ndoto, jamani, tusione kitu cha ajabu. Na niliwaambia wazi, ndoto ni lugha ya mbinguni, ni lugha ya ulimwengu wa roho. Wapo watu wanaota ndoto, wengine wanakula, wengine wanaota ndoto wanapaa, wengine wanaota ndoto wanafukuzwa, wengine wanaota wanalima, wengine wanaota wanavishwa taji. Kwa hiyo nataka kuongelea kwa upana kidogo juu ya eneo hilo la ndoto. Amina. Na kipindi chetu cha mwisho nilikwambia wazi ya kwamba usimwambie kila mpendwa ndoto yako. Usimwambie kila rafiki ndoto yako. Kwa nini? Nikakwambia tahadhari sana, kwa sababu ndoto nyingine zina siri kubwa. Amina. Basi tunaendelea leo katika hilo eneo, na kwa namna pekee tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 40 mstari wa 8 hadi wa 9. Ili uone kwa nini nilikwambia simwambie mtu kila ndoto. Mwanzo 40 mstari wa 7 hadi wa 8. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini niambieni. Amina. Yusufu alikuwa kifungoni, na baadhi ya watu ambao walikuwa nao wakaota ndoto ambayo iliwafadhaisha sana. Yusufu akawaona asubuhi nyuso zao zimekunjamana, akagundua kwamba hiyo sio ya kawaida. Akawauliza wale watu, mbona leo nyuso zenu zimekunjamana? Sawa na wewe ambavyo unaweza ukaota ndoto ukajikuta unaamka una amani,
Umeota ndoto unafanya kitu fulani, au unalima, unaamka umechoka, unakaa na huzuni asubuhi. Au wengine wanaota ndoto usiku, labda wanapigwa, anasikia maumivu makali, anaamka anakaa kitandani, aelewa afanye nini. Ndivyo ilivyokuwa kwa hawa watu. Sasa Yusufu anawauliza, mbona nyuso zenu zimekunjamana? Wakamwambia, tumeota ndoto lakini hakuna awezaye kuifasiri. Ina maana wao wenyewe walishindwa, na inaonekana kuna baadhi ya watu waliwashirikisha wakashindwa. Yusufu anawapa jibu. Anawaambiaje? Mwanzo 40 mstari wa 7 hadi wa 8 anasema, mstari wa 8 anasema, wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu. Amina. Kufasiri si kazi ya Mungu. Tafadhali niambieni. Nataka ushike point hiyo ya msingi. Usimwambie mtu kila ndoto, kwa maana kufasiri ndoto ni kazi ya Mungu. Ameota ndoto hujaelewa, usifadhaike, usihuzunike, usiwe na wasiwasi. Kwa kuwa ndoto ni lugha kama kilivyo Kiswahili au Kiingereza au Kifaransa. Kama hujaelewa, Mungu ni baba yako. Mwambie Mungu, umeongea na mimi kwa njia ya ndoto, ni vyema. Nashukuru kwamba lango linafanya kazi, lakini lugha uliyotumia sijaielewa. Naomba sema nami tena kwa lugha nyepesi ambayo nitaelewa sawa sana na ufahamu wangu. Kwa sababu Mungu hana maana ya kuongea na wewe kwenye ndoto alafu aongee sauti ambayo hujaijua. Kwa sababu lugha ambayo hujui, hautajua nini kusudi lake katika hiyo lugha. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu. Kimwambia, naomba tena niote ndoto lakini kwa tafasiri naijua, ongea nami kwa lugha nyepesi. Mungu wetu ni mwaminifu, atakuletea lugha ambayo utaijua ili uweze kusimama kwenye zamu yako. Amina. Amina. Lakini pia ukiangalia Mwanzo 41 mstari wa 16, nayo inasema neno kama hilo hilo. Inasema neno kama hilo hilo. Neno la Mungu linasema, kuanzia 15, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kuifasiri. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Mstari wa 16. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi. Mungu akampa Farao majibu ya amani. Tumsifu Yesu Kristo. Yusufu anamjibu, si mimi ninayefasiri ndoto. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Kwa hiyo Mungu ndiye mfasiri mkuu wa ndoto. Na Mungu anapoifasiri ndoto, anakufasiria ndoto kwa namna ambavyo utakuwa na amani moyoni. Ukiwa na amani moyoni, maana yake utajua kwa usahihi ndoto hii maana yake ni nini, na wewe uliambiwa hiyo ndoto unapaswa ufanye nini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo sababu ya kwanza anakuambia usimwambie mtu kila ndoto yako, kwa sababu kufasiri ni kazi ya Mungu. Mwambie Mungu, atakurejeshea kwa lugha nyingine, na wewe utasimama katika zamu yako ili ufanye kile ambacho Mungu amekusudia. Sababu ya pili, kwa nini nakwambia usimwambie kila mtu ndoto yako? Usimwambie kila rafiki wala kila mpendwa. Sababu sio kila mtu anaweza kukufasiria ndoto ipasavyo. Tusome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesoma huu ujumbe. Lengo langu ni kwambia ya kwamba tafuta heri wa kwako. Tafuta heri wa kwako. Heri ndiye aliyemlea Samueli. Na Samueli aliitwa na Mungu kwenye ndoto, lakini alikuwa jui. Akaenda kwa Heli. Bahati nzuri Heli alikuwa mwaminifu. Akamwambia Samueli, sio mimi niliyekuita, anakuita ni Mungu.
basi fanya 1, 2, 3. Amina. Kwa hiyo sio kila mtu kwako ni eri. Jitahidi mtu wa Mungu kuwa na eri wako ambaye atakusaidia kufasiri, kubebana na wewe katika mambo haya ya kimungu. Watu wengine hawana moyo kama wa heri. Ukienda kumwambia jambo lako, badala ya kukusaidia uweze kulifanikisha, yeye atageuka kuwa kinyume na wewe ili kukudidimiza. Tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nikwambie, kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, Mungu amesema alitoa wengine kuwa walimu, alitoa wengine kuwa wainjilisti, alitoa wengine kuwa manabii. Kwa hiyo heri wako lazima ujue jinsi ya kumpata. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli hawa wote ni watumishi. Wengine ni walimu, wengine waombaji, wengine wainjilisti. Sasa wewe unaweza ukapata somo la ndoto, ukapata ndoto ukaenda kumwambia mtu ambaye ni mwalimu. Ni sawa, ni mtumishi, lakini ameitiwa eneo la walimu. Ni sawa, ni mtumishi, lakini yeye ameitiwa hasa au amepakwa mafuta zaidi kwenye eneo la deliverance. Ni sawa, ni mtumishi wa Mungu, yamkini ni mkubwa kwako, lakini huyo mtu ni mwinjilisti, hana upako wa kufasiri ndoto. Tafuta heri wa kwako. Amina. Ngoja nikupe mfano wa kawaida kabisa kwenye mazingira ya kila siku. Kwenye jamii tunayoishi kuna shule. Shule ina walimu. Wengine ina walimu 10, wengine 18, wengine 20, wengine zaidi kutokana na wingi wa wanafunzi. Lakini wale wote ni walimu. Lakini wanapokuwa kwenye utendaji, kila mwalimu ana upako au ana utaalamu katika eneo fulani zaidi kuliko mwingine. Kuna mwingine utakuta anafundisha hesabu na Kiswahili. Kuna mwingine anafundisha sayansi. Kuna mwingine anafundisha historia. Kwa hiyo unapokuwa na swali kama ni la hesabu, mtafute mtu wa hesabu. Ukienda kwa mtu wa Kiswahili, sawa, anaweza akakuelekeza tu kuogopa aibu, lakini hana mafuta au upako au ujuzi kwa upana katika eneo la hesabu. Ndivyo maana nakwambia mtafute eli wako. Sote ni watumishi, lakini sio kila mtumishi amepakwa mafuta kwa ajili ya kukusaidia kufasiri ndoto. Utamjuaje eli wako? Angalia anafundisha nini. Angalia anafundisha nini. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Kuna mwingine utasikia anafundisha sana eneo la maombi. Ujue huyo ni heri. Upako wake uko zaidi kwenye eneo la maombi. Kuna mwingine utasikia anaongea sana habari za Roho Mtakatifu. Ujue huyo ukiwa na shida ya Roho Mtakatifu, pale ni mahali sahihi. Kuna mwingine anafundisha sana habari ya mapepo, uponyaji na kufunguliwa. Ujue huyo yuko zaidi katika eneo hilo. Lakini kuna mwingine anakuta anakuambia kabisa habari ya ndoto. Ujue huyu walau Mungu amempaka mafuta kama Yusufu. Anayo neema kwa sehemu fulani ya kufasiri ndoto. Tumsifu Yesu Kristo. Sababu ya 3 na ya mwisho kwa leo ambayo ilinisukuma nikwambie kwamba usimwambie kila mpendwa ndoto yako ni hapa. Sababu ya 3 ni hapa. Haujui ipasavyo undani wa moyo wa rafiki yako. Haujui upasavyo undani wa moyo wa rafiki yako. Tumsifu Yesu Kristo. Soma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 24 hadi 27. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 24 hadi 27. Kuanzia mstari wa 23. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa. Na huyu anasema sivyo, wako amekufa na huyu wako amekufa, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, leteni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake
alimwonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nikwambie historia kidogo. Hawa watu ambao tunasoma mfano wao kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 walikuwa marafiki. Walikuwa marafiki wa kike. Wamependana, ni wazi, walisaidiana katika mengi. Wanakaa nyumba moja. Ajabu, walipata ujauzito kipindi kinachofanana na wakazaa wakati unaofanana. Biblia inasema katika usingizi kuna mmoja alimlalia wa kwake akafa. Sasa anasema aliyekufa siye wake, kwa kuwa alimbadilishia mwenzake, akampa aliyekufa, yeye akachukua aliye hai. Kulipokucha, yule ambaye mtoto wake yuko hai akaangalia, huyu aliyekufa ni wangu kweli? Akagundua hapana, sio wangu. Sasa angalia rafiki yake jinsi alivyokuwa. Kwenye maamuzi, mfalme alivyosema tulete upanga, yule ambaye mtoto sio wake anasema tumkate, asiwe wangu wala asiwe wake, tukose wote. Tumsifu Yesu Kristo. Ndivyo walivyo marafiki walio wengi. Una rafiki huyo kwa sababu kuna vitu mnafanana. Una rafiki huyo kwa sababu kuna vitu mnafanana. Kwa hiyo kuna rafiki mwingine hataki kuona wewe unamzidi. Ndivyo ilivyokuwa kwa huyu mama. Aliona mtoto wangu mimi amekufa, mtoto wa rafiki yangu yuko hai, mtoto wa shosti, tatembea naye vipi mtaani? Nitaonekanaje? Tumekuwa naye miaka mingi, wote tulikuwa na ujauzito, mimi sina cha kubeba, bora tukose wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo uwe makini sana kwenye ndoto. Unaweza kumwambia rafiki yako kwamba umeota umepanda cheo, rafiki yako akaanza kufikiria, hata huyu mtu ninatembea naye kila mara, nafanya naye mambo mengi, akija kupanda cheo mimi nitakuwaje? Nitabaki na nani huku mtaani? Stories tutapiga vipi? Badala ya kukusaidia wewe upande cheo, mwishowe anaweza kuchukua hatua hata kwenda kukudidimiza, akachukua njia ambayo sio sahihi, ili mradi tu muwe level moja. Amina. Kwa hiyo haujui undani wa moyo wa rafiki yako. Unapokuwa na kitu kama hicho, ukimwambia nimeota nimeolewa, nimevishwa pete, au nimeota nimepata kazi, rafiki yako akiangalia umekaa naye miaka 3-4, wote mmepeleka maombi maeneo mbalimbali, ghafla yeye hajapata, wewe unamwambia nimeota nimepata kazi, anaweza kukuonea wivu. Halafu akachukua hatua ambayo wewe utarajii, akakudidimiza. Badala ya kupata kazi ukakosa kazi. Mfano mwingine ni mfano wa Yusufu. Yusufu aliota ndoto kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 7 mpaka wa 10. Akamwambia baba yake, nimeota mganda wangu umekuwa mkubwa. Ndoto ya pili akasema, nimeota jua na nyota na mwezi vimeniinamia. Baba yake akasikitika, akasema, mwanangu, ndoto gani hizi? Ndugu zake badala ya kufurahi wakamchukia. Amina. Ngoja nikwambie, katika hali ya kawaida, wewe yamkini unafanya kazi mahali fulani, au kwenye kampuni, au kwenye shirika, au kwenye taasisi. Ni kiongozi. Yamkini ni mkurugenzi, au ni manager, au ni mhasibu, au ni secretary, au ingekuwa kwenye kanisa huku tunasema ni mwenyekiti, ni katibu, mweka hazina. Halafu ghafla anakuja mtu wa chini kabisa. Maana Yusufu alikuwa mtu wa chini, mchunga kondoo. Mtu wa chini anakuambia, bwana, au pengine kwenye vikao vyenu akasema, mimi nimeota nimekuwa manager wa hii kampuni, au mimi nimeota nimekuwa mhasibu wa hii kampuni. Ukiangalia huyo mtu labda ni mpishi, au ni mlinzi, au anafagia. Nini kitaibuka ndani yako? Wewe manager, nini kitaibuka ndani yako? Huyu mlinzi anapokuambia nimeota ndoto, mimi nimekuwa manager. Ndio iliyotokea kwa Yusufu. Aliwaambia nimeota
jua, nyota na mwezi. Yaani baba yake, mama yake na watoto wote wamekuwa chini yake. Ukiangalia Yusufu ni mtoto wa chini kule kuzaliwa. Wakaona ndugu zake haiwezekani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo haumjui pasavyo moyo wa rafiki yako. Usimwambie kila ndoto yako. Kaa makini sana, kaa makini sana. Ndoto ni lugha katika ulimwengu wa roho. Ndoto nimekwambia mfasiri mkuu ni Mungu. Ndoto tafuta heri wako ambaye Mungu anafanya kazi ndani yake kwa upana. Kuna mahali Farao alimwambia Yusufu akasema, tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho ya Mungu inakaa ndani yake? Kwa nini? Farao aliona wazi kwamba pamoja na kwamba Yusufu amefasiri ndoto, lakini ana roho wa Mungu ndani yake. Kwa hiyo Farao aliona kwamba inaweza katokea shida nyingine ngumu ambayo watu wake wote watashindwa, lakini huyu kwa kuwa ana roho wa Mungu ndani yake, amepakwa mafuta, anaweza kufumbua mafumbo, atakuwa msaada kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa pointi hizo 3 nilizokupa mtu wa Mungu, naamini wazi kwamba kuwa umeelewa, taenda kulitendea kazi, na mimi Mungu atakuvusha kutoka pale ulipo kwenda hatua nyingine. Wiki ijayo tamalizia kipengele cha mwisho ambacho kitakuwa cha ushuhuda. Na kualika usiache kunifuatilia kwenye kurasa wangu wa WhatsApp kwa namba 0628 596200 au tembelea ukurasa wa YouTube kwa jina la Richard Matoro. Mungu awabariki sana na atakia siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.